Hello, karibu katika series ya kitabu chetu kizuri cha afya ya akili. Leo tutajifunza sura ya kwanza, nini maana ya afya ya akili na kwa nini jifunze au kusoma kitabu hichi. Maana ya afya ya akili ni hali ya ustawi wa ndani inayomwezesha mtu kufikiri kwa uwazi, kuhisi kwa usawa, kufanya maamuzi sahihi na kushughulika na changamoto za maisha na kuishi kwa uhusiano mzuri na wengine. Ni zaidi ya kutokuwepo kwa ugonjwa wa akili. Ni hali ya chanya inayojenga maisha bora. Shirika la Afya Duniani WHO linaelezea afya ya akili kama ni hali ya ustawi ambapo mtu anatambua uwezo wake, anaweza kukabiliana na msongo wa mawazo wa kawaida wa maisha, kufanya kazi kwa ufanisi na kuchangia katika jamii yake. Hii inamaanisha kuwa afya ya akili ni nyenzo muhimu ya maendeleo binafsi na jamii. Umuhimu wa afya ya akili. Afya ya akili ni kama injini ya gari. Bila injini yenye afya, gari haliwezi kuendeshwa vizuri hata kama lina muonekano mzuri. Kadhalika bila afya ya akili thabiti, mtu anaweza kuwa na mwili wenye nguvu lakini akashindwa kufurahia maisha, kufanya kazi kwa ufanisi au kudumisha mahusiano mazuri. Afya ya akili inaathiri maeneo yafuatayo: uwezo wa kufanya maamuzi sahihi, ubora wa mahusiano na familia, marafiki na jamii, ufanisi kazini au shuleni, ustawi wa mwili kwani akili na mwili huathiriana. Tofauti kati ya afya ya akili na mgonjwa wa akili. Hapo ni lazima mjue kwamba kuna tofauti kati ya afya ya akili na mgonjwa wa akili. Ni muhimu kutambua kwamba afya ya akili ni wigo, spectrum. Mtu ana uwezo kuwa na afya bora ya akili, afya ya akili ya wastani au afya ya akili iliyo katika hali ya hatari. Magonjwa ya akili hutokea pale ambapo mabadiliko katika hisia, fikra au tabia yanakuwa makubwa kiasi cha kuathiri maisha ya kila siku kwa muda mrefu. Mfano, afya ya akili nzuri: unakabiliana na changamoto, unajua kujituliza na unaweza kushirikiana na wengine. Afya ya akili yenye changamoto: unahisi msongo mara kwa mara, ukosi usingizi na unajitenga kijamii. Ugonjwa wa akili: unashindwa kabisa kufanya shughuli za kila siku kutokana na hali kama vile huzuni kali, hofu isiyoisha, matatizo ya kufikiri. Afya ya akili katika maisha ya kila siku ina umuhimu gani katika maisha ya kila siku? Afya ya akili hujidhihirisha katika jinsi tunavyoshughulikia matatizo, tunavyowasiliana na wengine, tunavyohisi kuhusu sisi wenyewe. Watu wenye afya bora ya akili mara nyingi huonyesha sifa kama vile kujiamini na kujiheshimu, uwezo wa kudhibiti hasira na huzuni, uwezo wa kukabiliana, kubadilika kulingana na hali mpya, kujali na kusaidia wengine. Kwa afya ya akili si jambo la hiari, bali ni msingi wa maisha yenye maana. Kuitunza ni jukumu la kila mtu na ni uwekezaji unaoleta matunda kwa muda mrefu. Kadri unavyoongeza ufahamu wetu kuhusu afya ya akili, ndivyo tunavyoweza kujenga jamii yenye mshikamano na yenye furaha. Hii ni sura ya kwanza ya kitabu hichi cha afya ya akili. Imekuwa inatoa brief explanation kuhusiana na nini maana ya afya ya akili, na kuna tofauti kati ya mtu kuwa na afya ya akili nzuri na mtu mwenye afya ya akili yenye changamoto na mtu mwenye ugonjwa wa akili. Karibu sana. Kwa afya ya akili ni ya muhimu sana hasa katika maisha yetu ya kawaida, kwa sababu inamjengea mtu kujiamini, kujiheshimu, hata uwezo wa kudhibiti hasira. Kwa kuna wakati mwingine unaweza ukashangaa mtu anafanya mambo ya ajabu, yaani nikiwa namaanisha kwamba kumdhuru mtu au kufanya kitu ambacho watu wanashangaa, na ukute labda changamoto inaanzia nini? Kwenye afya ya akili. Asilimia kubwa unakuta mtu kaingia kwenye uraibu. Hiyo inatokana na mtu kutokuwa vizuri
kiakili, kuwa na msongo wa mawazo na matatizo mbalimbali. Kwa hata mtu kumkuta mtu ameingia kwenye addiction, au mtu amebadilika amekuwa mtu wa hasira na mambo mbalimbali yanayohusiana na msongo wa mawazo, ni kutokana na kutokuwa na afya ya akili iliyo bora. Usikose series ya kitabu hichi kinachohusiana na afya ya akili, lakini pia unaweza ukajipatia soft copy yako pamoja na hard copy kwa kiasi cha shilingi 10,000. Hichi kitu ni kitu ambacho unaweza ukafikiri sio kitu cha muhimu, lakini cha muhimu. Nakukaribisha sana, usiache kulike, kushare na comment.